Hey, ni kati ya story ambayo tumekuwa tukiangazia na kuizungumzia kwa muda hapa ndani ya The FM Show kuhusiana na kifo cha Rita Mueni. Na hapo jana mambo mengi yamepata kugundulika baada ya kukamatwa kwa washukiwa wengine wawili ambao ni wa asilia ya Kinigeria, ambao wamepata kuzua mazungumzo makubwa kwenye mitandao ya kijamii, maana hawa walipatikana haswa kuweza kukamatwa karibu na dam ya Kiambu, ama niseme the Kiambu dam, ambapo ndipo kichwa chake Rita Mueni kiliweza kupatikana. Rita Mueni alipata kuuawa tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2024. Ilikuwa ni siku ni takriban, kwa sasa ikiwa leo ni tarehe 24, ni takriban siku 8 tokea takriban siku 10 tokea Rita Mueni alipopata kuuawa. Na DCI pamoja na maafisa upelelezi hapa nchini Kenya wamekuwa wakifanya jitihada zao kwa udi na uvumba kuweza kumkamata aliyetajwa kama mhusika mkuu ambaye inaaminika hana asilia ya Kinigeria. Mara ya kwanza wakafanya makosa kumkamata raia wa Mozambika ambaye sio yeye alikuwa mshukiwa, na sio yeye aswa kuelewa hata ni nini kilichokuwa kikiendelea. Na kama nilivyofanya video zilizotangulia, nilipata kutaja kwamba kulikuwa na Alibis, yani kulikuwa na mhusika wa pili na watatu katika mauaji yake Rita. Wale ambao walipatikana na bidhaa aina ya shoka ambayo ilitumika kama silaha katika kukatakata mwili wake Rita kwa vipande. Hapo jana walipata kusimamishwa kizimbani, ndipo kuweza kutoa taarifa aswa walihusika na walimjua vipi Rita. Niliwaeleza na nikawaambia kwamba hawa watu hawakufanya kazi peke yao na jinsi ambavyo walikuwa wakioperate ni kana kwamba walikuwa na Mkenya ndani yao, na Mkenya huyu ndiye anayetajwa kama mhusika mkuu. Unajua, inaaminika kuna the Nigerians, but sasa kuna wale ambao wanadaiwa kwamba waliweza kusaidiana na yule Nigeria. Aswa ni wa Nigeria wawili walikamatwa. Now the suspect, and one of the suspect who was arrested, was on suspicion of being involved in Rita Mueni's murder, lived an opulent lifestyle, allegedly either operating or marketing a company linked to stem cell therapy technology products. He advertised jobs online promising a Kenya shillings 501,000 monthly salary. Now hawa watu si watu hivi, lakini kuwatazama sura zao tu zinakaa za wauaji. Wale jamaa wawili waliokamatwa, the two suspects in connection with Rita Mueni were arrested and a phone and head were recovered in Kembada. Now the details emerged about the Nigerian suspect as per latest inaarifiwa kwamba kuna yule ambaye amepata kufunguka. Unajua, wakati unakamata washukiwa wawili kama wale, awaweki katika chumba kimoja, uwashikilie mahali pamoja. Kulingana na jinsi ambavyo naelewa maafisa wa polisi wanavyofanya kazi, ikifika katika uchunguzi wa namna hii, unawatenga wawili wale, unamweka moja kando, mwingine kando. Alafu sasa either offer a deal to one of them. Unaambia huyu, tuko na deal yako, wewe utapewa miaka 15 gerezani. Kama utaweza kufunguka kuhusiana aswa ni nini kilitendeka, na uhusiano wako na muuaji wa Rita ni uhusiano wako na muuaji wa Rita ni upi. Sasa kama jinsi ambavyo tunaarifiwa, mmoja kati ya wale ameweza kufunguka na dadai ya kwamba yeye alimsaidia mwenzake, sio kwa kuweza kumuua Rita, alimsaidia mwenzake kwa kumuonyesha mahala ambapo ingekuwa ni rahisi sana kugetupa kile kichwa. Na inaaminika yule ambaye alihusika aswa katika kumkatakata Rita sio Nigeria. Kuna jamaa aliyetumika kumtongoza Rita, kupitia ukurasa wa kijamii wa Instagram,
Inaaminika na jinsi ambavyo wanasema wale wa Nigeria ambao wapo gerezani kwa sasa, hakuwa Mkenya, hakuwa Nigeria, alikuwa raia wa Kenya. Na ukitazama katika picha ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii, hata DCI wa mitandao ya kijamii, the detectives, the online detectives aswa pale katika mtandao wa Twitter, wamekuwa unearth some pictures ambazo they are linked to a white male. Kumbuka, ukitazama katika picha ambayo ilienezwa ya kwanza, inamuonyesha raia ambaye ana sura nyeupe, jamaa ambaye ana sura nyeupe akijaribu kukwepa kamera za CCTV kabisa sisimpate vizuri. Sasa yule ndiye anasemekana ndiye muuaji mkubwa, ila wale waliodai kwamba yule jamani Mnigeria walikuwa wamekosea. Huyo alimtongoza Rita ndio, na ndiye aliyemleta Rita kichinjioni, lakini yeye alitumika tu kumleta Rita, ndipo mmoja kati ya wa Nigeria ambao wamekamatwa aweze kuhusika katika mauaji yale. Maana yule ni Mkenya, yule mweupe yule ni jamaa Mkenya, ana asilia ya Kikuyu kama jinsi ambavyo tumepata kufahamishwa. Na as investigations keep on unfolding, mambo ni mengi ambayo yanafichuka. Inaaminika huyu Rita sio binti wa kwanza kuuawa na cartel. It's a ring, it's a cabal ambayo imekuwa ikioperate kwa muda mrefu. Hawa raia wa Nigeria wanasema kwamba sisi sio peke yetu, kuna wengi sana. Aswa wakati wamesikia tumekamatwa, mtu wakamata, maana hawatakuwa nchini Kenya kwa sasa, watakuwa wameshatoroka, watakuwa wameshakwepa kurudi kwao kule Nigeria. Sijui tunaelewana, lakini unajua kifo ni kitu fulani kwanza ukiwa muuaji, ukifanya mauaji, kuna jambo fulani ambalo alikutoki kabisa. Akili ya kujipanga kukwepa mauaji haipatikani haraka. Sijui tunaelewana? Kujipata kwamba umepanga ndio nimeshaua, sasa kile ambacho kimesalia hapa ndipo nisiweze kukamatwa, nahitaji kuondoka nchini Kenya, ni kwende huku na kule, na ama nifanye hiki na kile, ama nijifiche, inakuwa vigumu sana. Sijui tunaelewana? Muuaji si kama mwizi. Mwizi ana akili sana. Mwizi kukwepa kukamatwa, anaweza kukwepa kukamatwa kwa maisha yake yote na asiwahi kamatwa. Lakini muuaji, ile guilty conscience, aswa roho ya yule mtu ambaye umemuua, nafsi ya yule mtu ambaye umemuua, huwa inakusumbua na inakutesa. Sasa kifo cha Rita kimekuwa ni moja kati ya vifo ambazo hao watu wamehusika nao. Kulingana na investigations za maafisa wa DCI, kuna wale mabinti ambao wanakamatwa, wanaambiwa watoe pesa, wao hata hawana wazazi. So jamaa anaona nikimwachilia huyo binti atakwenda afunguke, atakwenda aseme aswa nini na nini iliweza kufanyika. So the best option I have at hand ni kuweza kumuondoa huyo binti, na kumuondoa wanawaua, wanakatakata, alafu wanakwenda wanawatupa baharini kama jinsi ambavyo walikuwa wamefanya na Rita. Unaelewa? Sasa inakuwa ni jambo ambalo ukiliangalia kwa kina. How many lives, how many girls have these people killed? Unajua tunaongea tu, watu wanaropokwa kwenye mitandao ya kijamii in regards to femicide. Ila sio sisi Wakenya, sio wao wamehusika sana na haya mauaji. Hawa Nigeria wamekuja na wamegundua jinsi ambavyo ya kuwateka mabinti wetu, aswa kupitia hela. Unajua binti ukimwarifu kwamba mimi nina kitita fulani cha hela nataka nikupe, wanaamini kwamba ukimwambia binti Mkenya hivyo, yeye atakuwa hapo, yeye hataki kujua nini kitaendelea. So ukimwambia nataka kulala na yeye yupo tayari. So right now the DCI are cracking on a ring that has been operating for a very long time. It is believed, na jinsi ambavyo inaaminika kulingana na yale ambayo yameweza kuongewa na the insiders ambao wamekuwa pale, tunaarifiwa kwamba taarifa zipo zaidi ya mabinti 50 wamepata kuuawa na hiki kikosi. Kimekuwa kikifanya kazi hivi kwa muda. Na wale ambao wamepata kuachiliwa na hiki kikosi baada ya kukamatwa ni wengi pia, maana kuna familia ambazo ni za kitajiri, mtoto wao wamekamatwa, wameitishwa pesa, wanaona ni vema tutume. Wakituma hawa watu wanaachilia mwanao, na mwanao anarejea nyumbani, na hiyo story inazimwa hivyo. Inakuwa wazazi hawajakwenda kuripoti polisi, maana au magaidi kitu cha kwanza wanapokupigia simu, kile ambacho wanakuambia usijaribu
kwenda kwa polisi. Usijaribu kwenda kuambia DCI. Ukienda kwa DCI tunamuua mwanao, tunamkatakata vigae tunakutumia wewe. Sijui unaelewa. So the abduction ring ambayo imekuwa nchini Kenya haswa ikihem na ikitarget our beautiful ladies and girls out there haswa kuanzia miaka 19 mpaka miaka 25, it has been operating in Kenya for a while and it is led by Nigerian Yahoo boys ambao wamekuja hapa nchini. Kuna kisa ambacho niliona kwamba over wasichana zaidi 20 wameweza kutokomea katika jiji la Nairobi, haswa katika mitaa ya Roysambu na mitaa ya Kasarani, mahali ambapo hao wa Nigeria wengi wapo. Wa Nigeria wanajua kuna heart fulani wamelana, heart fulani ya kuwatongoza mabinti na kuwafanya mabinti wa feel very special. Alafu akifanya hivi, akimpata huyo binti ankwenda naye anafanya kile ambacho anakifanya, anaitisha hela, akikosa hela anamuua. Na unajua kama jinsi ambavyo pale Kiambada, kulingana na taarifa za DCI, ile demo ndani yake mle likifanya kuwa drained leo, the Kiambada, if it was to be drained today, the bodies and carcasses of the people that would be found under that dam are so many. Kwa sababu kuna wale walifanikiwa kuweza kukwepa mitego ya kukamatwa, alafu walishaua, ile miili inafungiwa vitu vizito, inadodoshwa ndani inadodoshwa ndani ya Diamond kule chini. So mwili utaozea mle, familia ikuje igundue baada ya mwaka mmoja ama miezi kadhaa kwamba mwana wetu hayupo. Wajua, acha nkulize wewe ambaye unaishi mtaani, familia yako, babako au mamako, how long does they take before they call you? Ndio sababu tunawaarifu wazazi wetu, popote ulipo, tafadhali mzazi, kuwa unampigia mwanao simu kila kukicha. Build up a relationship with your child to make sure unajua mwanao yupo wapi. Maana visa kama hivi vinavyotokea, inakuwa sasa wewe utakuja kugundua yule mtu alishafanya hiki kitendo na alishatokomea, alishapotea. So Rita is not the only girl. Rita is just one in so many ladies, and Rita's spirit is the one that is fighting. Nafsi yake Rita inapigana ndio haki itendeke. Jana katika chuo kikuu cha JKUAT walifanya hafla ya kuweza kuwasha mishumaa kwa ajili ya ukumbusho na kusherehekea maisha ya binti huyo wa miaka 20 ambaye alikuwa mmoja kati ya wanafunzi wao na alipata kuuawa kinyama. Tuendelea kukupasha na kukujuza. As the DCI continue with the investigation, tutakuwa hapa kuendelea kukujuza. Na watu wasio wanatumia mitego kupitia kurasa za kijamii. Hivyo mabinti wetu muwe waangalifu sana kwa watu ambao wanawatongoza kupitia mitandao ya kijamii, and make sure you know them before even accepting a friend request on Facebook. Make sure you know this person. Maana hizo friend request zinakuwa ndizo zinaweza kukupeleka kaburini. Ni hapo kwa sasa. Msisahau ini FM Show KE. Mimi niite FK Mwenda, nipo hapa kwa ajili yako. Tunaendelea kuchunguza na tutakuwa hapa kukuendelea kukujuza mengi kuhusiana na kisa na mauaji ya Rita Mueni. Mwendo. Ni hapo kwa sasa.